Majina naitwa Ismail Murunga, nataka nawafundisha somo la Kiarabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nafikiri ndaanza kusoma somo la kwanza, ndaanza kusomesha somo la Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu kuna mambo matatu. Kuna aina ya vitendo. Aina ya kwanza ni kitu kinaitwa harfun. Aina ya pili ya vitendo ni kitu kinaitwa ismun. Aina nyingine ya vitendo ni fi'lun. Katika lugha ya Kiarabu kuna aina tatu ya majina ama parts of speech. Kuna aina tatu ya majina. Aina ya kwanza inaitwa ismun. Aina ya pili ya majina katika lugha ya Kiarabu inaitwa harfun. Aina ya tatu inaitwa fi'lun. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu kuna aina tatu ya majina. Jina la kwanza linaitwa Jina la kwanza linaitwa ismun, kwamba kwa Kiswahili inaitwa jina. Kwa Kiarabu inaitwa ismun kwa umoja, kwa wingi inaitwa asmaun kwa wingi. Ya pili inaitwa harfun. Kwa Kiarabu ni herufi. Harfun kwa Kiarabu na Kiswahili inaitwa herufi. Hiyo ndio aina ya tatu, inaitwa fi'lun. Fi'lun ni kitendo kwa Kiswahili, kwa Kizungu inaitwa verb. Kwa hivyo kwa Kiarabu lesson 1 kwa Kiarabu ina aina tatu ya majina. Ukitaka kujua kusoma Kiarabu, kujifunza Kiarabu, kuna aina tatu ya majina. Aina ya kwanza ya majina harfun, ya pili inaitwa ismun, ya tatu inaitwa fi'lun. Hiyo jina la kwanza harfun kwa Kiswahili inaitwa herufi. Jina la pili fi'lun kwa Kiarabu ni fi'lun, kwa Kiswahili inaitwa kitendo au kwa Kizungu inaitwa verb. Vile vile harfun kwa Kiarabu na Kiswahili inaitwa herufi. Hivyo vitu vitatu ndio vinajenga aina ya majina. In Arabic kuna aina tatu ya majina ambayo kwamba kwa Kiswahili inaitwa aina za maneno, ambayo kwamba inaitwa ajzaul aklam. Kwa Kiswahili inaitwa aina za maneno ama aina za kalma. Kwa Kiarabu inaitwa ajzaul aklam. Kwa Kiarabu inaitwa ajzaul aklam, na kwa Kizungu inaitwa parts of speech. Ajzaul aklam ambayo kwamba kwa Kizungu inaitwa parts of speech, na kwa Kiswahili inaitwa aina ya majina ya maneno. Kwa mfano, aina ya maneno ya kwanza inaitwa ismun, kwa Kiswahili inaitwa nomino, na vile vile kwa Kiswahili, kwa Kiarabu inaitwa ismun au jina. Aina nyingine inaitwa harfun. Kwa Kiarabu inaitwa herufi, harfu, ama kwa Kiswahili inaitwa herufi. Ya tatu inaitwa fi'lun. Kwa Kiswahili inaitwa kitendo au verb. Kwa hivyo hayo ndio maneno ambayo kwamba Muislamu afaa ajue, akiyasoma atafahamu kujua kusoma Kiarabu na kuandika na kuongea Kiarabu. Mfano ajzaul qalam, ajzaul qalami. Katika Kiarabu, ukitaka kujua Kiarabu lesson 1, nafikiri ukitaka kujua Kiarabu kuna aina ya maneno ambayo kwamba inaitwa ajzaul qalam, ambayo kwamba kwa Kiswahili inaitwa aina ya maneno, aina ya maneno, na vile vile kwa Kizungu inaitwa parts of speech. Ukitaka kujua kuzungumza Kiarabu, kuandika conversation kwa Kiarabu, kuandika barua Kiarabu, lazima uwe umesoma parts of speech ambayo kwamba ni za Kiarabu na vile vile za Kizungu. Parts of speech ya kwanza nafikiri ni nomino ama noun. Nouns nafikiri naming of words kwa Kizungu, na nouns nafikiri ni majina ya watu na vitu. Kwa Kiarabu inaitwa ismun.
ismun. Ismun. Nafikiri kwa Kiarabu inaitwa ismun, kwa Kiswahili nomino, kwa Kizungu inaitwa nouns. Ukitaka kujua Kiarabu lazima ujue ajzaul kalam, lazima ujue aina ya maneno, ujue parts of speech. Kwa Kiswahili inaitwa aina ya maneno, ujue nouns, pronoun, proverb, adverb, adjective, conjunction zote kwa Kiswahili, kwa Kiarabu, kisha uzijue katika lugha ya Kiswahili na Kiarabu. Ujue zinamaanisha nini. Ya kwanza nimesema ni ismun, ambayo kwamba inaitwa nouns. Na ismun katika Kiarabu ni jina la vitu, kwa mfano shajaratun, mti, kitabun, kitabu, daftarun, daftari ni jina kama vitu, ama rajulun jina ya watu, ya mtu. Niangalie huko. Ama rajulun jina ya mtu, kitabun kitabu, daftarun daftari, hiyo ndo ismun, ama nomino ama nouns. Lakini ajzaul kalam ni aina ya maneno katika Kiarabu ambayo kwamba inaitwa parts of speech, au aina ya maneno ambayo kwamba inaitwa aina ya kalma, ndio inaitwa ajzaul kalam. Lazima mwanafunzi mzuri akitaka kujua Kiarabu, kuongea na kuandika na kujua kuitafsiri, kwa mfasiri, lazima akuwa amesoma ajzaul kalam. Aanza na ajzaul kalam ambayo kwamba ni aina ya maneno, aina ya kalma. Kisha jambo la pili, katika miongoni mwa hayo maneno ajzaul kalam, awe mwenye kusoma zile ismun. Ismun ni miongoni mwa yale maneno ambayo kwamba yanapatikana katika ajzaul kalam. Miongoni mwa hayo maneno ni ismun, jina ambayo kwamba ni parts of speech. Fi'lun, kitendo ambacho kwamba pia ni miongoni mwa parts of speech. Au vile vile unakuja unapata harfu ambayo kwamba ni herufi. Kwa mfano katika Kiarabu vile vile kuna kitu inaitwa ismun, na kuna kitu ambayo kwamba inaitwa nakira. Ismun ni jina kwa Kiarabu, na nakira kwa Kizungu inaitwa indefinite. Kwa mfano nakira, na kuna kitu kingine kinaitwa ma'rifatun au ma'rifa, definite kwa Kizungu. Kwa hivyo anasema nakira, ismun is indicated by tanwin. Ani ile jina ambayo kwamba la kuja katika Kiarabu na limewekwa tanwin. Tanwin ni zile dhammatain, fathatain, kasritain, hizo ndio zaitwa tanwin. Ukipata jina katika Qur'an ama katika kitabu cha Kiarabu kimekuja na jina na tanwin, na vile vile imekuja na alif na ikekwa lam sukun, vile vile jina la Kiarabu limekuja hivi, utakuwa ni mwenye itakuwa inaitwa ukipata ile ambayo kwamba ina tanwin, wanasema yenye umeka tanwin kama alif, fatha na lam na sakna. Kuna nakira na maarifa. Nakira, ukitaka kujua jina ambalo kwamba limekuja nakira, ni ile jina ambalo kwamba limewekwa alina alif na lam. Na ukitaka kujua ile maarifa, ni ile alif na lam imewekwa kwa irabu. Utajua kama mfano kitabu, qalamun. Kwa mfano katika sentensi nakiratun and maarifa, tanwin and all, alif na hamza na lam not exist. Alqalamun, alkitabun. Kwa mfano ukipata jina ambayo kwamba wameka maarifatun tanwinun, ani jina ambalo kwamba liko na maarifa na fikiri linawekwa tanwin, and alif na lam sukun haiwekwi. Tanwin vile vile katika majina ya Kiarabu inatumika katika majina ambayo kwamba ni proper names. Kwa mfano hirun
Zaidun, Zaid, majina ya watu. Inatumika vile vile jina katanwini, inatumika katika Kiarabu, unaweka katika majina ya watu. Na katika somo la Kiarabu ismun inaweza kuwa aidha nakira au maarifa. Ismu kwa Kiswahili inaitwa jina, katika Kiarabu linaweza kugurupiwa upande wa maarifa au nakira. Kwa Kiarabu hili jina tumesema ajzaul kalam. Katika Kiarabu, kutaka kujua kufahamu Kiarabu vizuri, kuna aina za majina ambayo kwamba kwa Kiarabu inaitwa ajzaul kalam, kwa Kizungu inaitwa parts of speech. Na jina la kwanza inaitwa ismun, nomino. Ya pili nikasema fi'lun, kitendo. Na tatu nikasema harfun. Kwa hivyo la kwanza katika hiyo aina tatu ya maneno, jina la kwanza hiyo ismun. Hiyo ismun nafikiri inagurupiwa mara ya kwanza. Ismun maybe either nakira, indefinite or ma'rifa, definite. There are no definite and indefinite article in Arabic. Ismun, jina kwa Kiarabu inaindikitiwa na tanwin. Ismun, jina la Kiarabu, ukitaka kujua ni jina la Kiarabu litakuwa limewekwa liko na tanwin, utajua hiyo ni ismun. Kwa hivyo ismun itakuwa iko katika group gani? Nakira, nakiratun ama nakra. Na indefinite inaitwa maarifa, jina ambalo kwamba liko katika indefinite inaitwa maarifa, kwa hivyo itakuwa definite. Ukipata ile jina ambalo kwamba liko kwa Kiarabu ambalo kwamba linaitwa ismun na limekuwa maarifa, litakuwa limewekewa nini? Tanwin, maarifa. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri utakuwa mwenye kueleza siku nyingine kuhusu tofauti ya nakira na maarifa. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.